salatu wasalam. Tukichunguza kwa makini katika mujtama wa Kiislamu leo, haya mazingira tulionayo, tunakuta kuwa fitna hii inaendelea na inaendelea, bali kila kukicha tunagundua na tunaona ya kwamba kuna mambo mbalimbali yanayoibuka na yanayojitokeza katika mujtama au mujtamaat alislamia, ambayo inawapelekea wanawake, inawafanya au inatokamana na kuwa wanawake wa Kiislamu hawaridhii na yale maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia nayo. Ndio maana ukiangalia hadi nabii sallallahu alaihi wasallam utaona kwamba kuna jumla ya mambo ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliyakataza. Lengo, shabaha na madhumuni ni kuwa mwanamke wa Kiislamu asiifuate barabara ya wale wanawake wa Bani Israili. Mtume alayhi salatu wasalam akataja katika hadithi alladhi rawahu Abdullah ibn Umar fi as-sahihain: la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila wal-washima wal-mustawshima. Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani fi hadithi Abdullah ibn Umar, Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani mwanamke anayeunganisha nyele. Limadha? Kwa sababu inabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, inabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mwanamke amepewa sehemu yake ya jamal na sehemu yake ya uzuri, amemganyia kila mwanamke. Huyu akamjalia na nyele aina hii, na huyu ana nyele aina hii, na huyu ana nyele aina hii. Mal wajib ala almar'a? Alwajib ala almar'a an tarda, ni wajib kwa mwanamke kuridhia ule uzuri Allah subhanahu wa ta'ala aliyomgawia. Amekupa nyele aina hii, sema alhamdulillah. Yule amempa mwenziwe amempa nyele aina ile, hadha min fadlillah, hadha min fadli rabbi, hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu akamjalia nyele mpaka pale, na huyu nyele yake mpaka huku, na yule nyele yake mpaka huku. Sasa yule ambaye hakupawa nyele kama zile asitafute njia ambazo Allah jalla jalalu ameziharamisha ili na yeye afike katika uzuri kama yule. Huyu ni wasila, yule mwenye kuunganisha na mwenye kuunganishwa, wote Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani. Akaja bibi moja kwa mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ya Rasulullah, binti yangu ana harusi karibuni na ana ugonjwa katika kichwa chake, nyele zake zinapukutika, zinaanguka. Je, unaniruhusu ya Rasulullah nimvalishe nyele za kubandika? Tuko pamoja ikhwan? Huyu ni mwanamke ambaye ana udhuru, huyu ni mwanamke ambaye ana harusi, tena harusi hiyo ni harusi yake, yeye mwenyewe ndiye bibi harusi, na ana sababu ya kuvaa nyele za kubandika. Sababu yake ni kwa nyele zake zinaanguka. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia mamake yule binti, la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Maana yake ni kwamba sina ruhusa ya kukupa, hamna. Sasa huyu ni mwanamke ambaye ana udhuru ya ikhwan. Haya, wale wanawake ambao hawana udhuru watasemaje? Wale wanawake wa Kiislamu wasiokuwa na udhuru, ambao leo kazi hii inafanywa kwa wingi mpaka imekuwa kama kawaida, na lugha ya wanawake wa Kiislamu iliyoenea leo katika mitaa na katika vyumba au maduka ya kuwatengeneza wanawake nyele kama hizi, lugha inayozungumzwa kuwa ni siku moja peke yake. Siku moja peke yake haina neno. Yani kwa lugha nyingine ukifasiri kwa Kiswahili, siku moja peke yake haina neno kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haina neno kulaaniwa siku moja na Allah jalla jalal. Ndio maana yake, lakini wao hawaelewi uzito wa maneno haya. Na wengine wanatia maneno ya ziada, haina neno, mwenye Allah ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ajua kwamba hii ni dharura siku moja tu peke yake. Sasa wanahalalisha ma haramahu Allah fayuhillu ma harrama Allah, kama vile wale makafiri waliokuwa kule zamani. Inma an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Mwanamke wa Kiislamu asema haina neno, wakati mtume alayhi salatu wasalam amesema la'ana Allah, anakuja mwanamke wa Kiislamu asema haina neno. Wal washima, na mwanamke mwenye kuweka tattoo. Wal mustawshima, na yule anayeomba kuwekewa ile tattoo ambayo inakaa pale milele haitoki tena. Si hinna ikhwan, la hinna jaiza, hinna khidab jaiza min zinati almar'a, min zinati an-nisa. Hinna ile khidab kwa mwanamke, la ba'sa fi dhalik, katika mapambo ambao wanawake wameruhusiwa. Alwashm, tattoo, ni ile ambayo hinna inaganda inakaa milele. Hii ni tatizo ikhwan.
wote hawa wamelaaniwa. Hatujafika katika masuala mengine ambayo hatutaki kuyafungua leo. Hinna kupakwa na wanaume, haya ni masuala mengine ya ikhwan. Tunazungumza mapambo ya wanawake. Hinna ni mapambo ya wanawake, wanapaka wanawake hinna. Lakini leo kuna kumezuka masuala mengine katika fiqh, wanazuoni wanayajadili hinna wanayopaka wanaume. Uone kama ni mambo mazito ya ikhwan. Wanaume sasa wanapaka hinna kwenye harusi.